Bwana, baada ya tetesi za muda mrefu sasa ni rasmi, klabu ya Yanga imekamilisha usajili wa nyota wa kimataifa kutoka Uganda na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Vipers ya pale nchini Uganda, Alan Okello. Bwana, klabu ya Yanga kupitia kwenye ukurasa wake imemtambulisha Alan Okello kama nyota wa timu hiyo. Na Alan Okello anajiunga na klabu ya Yanga akisaini mkataba wa miaka 2.5. Kwa hiyo bwana, baada ya tetesi nyingi sana, baada ya kuzungumzwa mambo mengi sana juu ya Alan Okello, baada ya timu nyingi sana kuhusishwa na Alan Okello, hatimaye klabu ya Yanga inafanikisha kumsajili kiungo huyo raia kutoka Uganda, kiungo mshambuliaji bora kwa sasa unaweza kusema Afrika. Amejiunga na klabu ya Yanga, ni top talent, na naweza kusema Yanga sasa wamelamba dume. Rasmi klabu ya Yanga imemtambulisha kiungo mshambuliaji wao mpya raia wa Uganda, Alan Okello kutoka klabu ya Vipers. Okello ni maboresho ya kikosi hicho kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kwa hiyo ni moja kati ya sajili ambayo pengine unaweza ukasema Yanga wametazama mbali. Tunafahamu Yanga wanakabiliwa na michezo ya kimataifa kwa maana ya ile ya hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Tarehe 23 tunafahamu wanakwenda kucheza dhidi ya Al Ahly ya nchini Misri. Kwa hiyo maboresho ambayo yanafanyika pengine ni mikakati ya kuweza kuvuka vigingi hivyo na kuweza kutinga hatua ya robo finali. Bana, kiungo huyu amejiunga na Yanga kitokea Vipers ya kwa Uganda, na moja kati ya sifa alizonazo Alan Okello, ana sifa ya ubunifu wa hali ya juu na uwezo wa kutoa pasi nzuri na kufunga mabao. Ni moja kati ya uwezo ambao yuko nao. Bwana, Alan Okello ni moja kati ya nyota ambaye msimu uliopita kule Uganda ndiye ambaye alikuwa mfungaji bora wa ligi ya Uganda. Kwa hiyo Yanga kukamilisha usajili wa Alan Okello ni moja kati ya sajili ambayo pengine wametazama nini ambacho kinatakiwa kuboreshwa kwenye kikosi chao. Tunafahamu kwenye ile idara ya ushambuliaji ndani ya klabu ya Yanga, licha ya kushinda lakini bado kumekuwa kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa kufanywa kazi, na tumeona Andy Bobo Boyeri akirudishwa kwao, kwa maana akirudishwa kwenye timu yake ya Shekune United ya Afrika Kusini mara baada ya kutoa Yanga kwa mkataba wa mkopo wa mwaka mmoja. Sasa amerudishwa, na tetesi zingine zipo ambazo zinasema kwamba Yanga wamemleta Dep Warea kutoka Angola. Kwa hiyo tusubiri na kuona bwana. Hata hivyo, kiungo huyo wa timu ya Uganda amewahi kushinda tuzo ya mchezaji bora kwa maana ya MVP wa ligi ya Uganda mwaka 2019, pia ubingwa wa ligi hiyo mwaka 2017 na 19. Okello kabla ya kusaini mitaji Twiga na Jangwani alikuwa akicheza Vipers, ambapo kabla ya hapo aliwahi kucheza KCCA nchini kwao pamoja na Paradu AC ya Algeria. Kwa hiyo huyo ndio Alan Okello. Ana uzoefu wa mashindano ya CAF akiwa amewahi kung'ara na Vipers pamoja na kuicheza timu ya taifa ya Uganda, jambo linalompa faida ya kuhimili pressure ya michezo mikubwa. Kwa hiyo Yanga bwana, hatimaye wamefanikisha dili la Alan Okello, nyota ambaye amezungumzwa sana bwana. Kwenye mechi 58 za msimu uliopita Okello alifunga bao 26 na assist 11. Kiufupi amehusika na magoli 37, Vipers wakitoa ubingwa wa ligi na Ugandan Cup. Kwa hiyo huyo ndio Alan Okello. Sasa mapokeo ya Alan Okello pengine yakoje mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kukamilisha usajili wa nyota huyo bana? Kupitia kwenye ukurasa wa Instagram, kwenye ukurasa wa Yanga mara baada ya Yanga kukamilisha usajili huo bwana, nimepita kutazama, comment ni nyingi kweli, comment ni nyingi. Huyu anasema sisi na wao ni lini, anasema hivyo. Mwingine anasema Starboy, mwingine anasema oya Starboy, like the Starboys weko hapa, wananchi tumeramba dume. Mwingine na hii imetiki. Mwingine Lamini ya Malo wa Jangwani, mwingine tutaheshimiana tu. Mwingine karibu sana Jangwani, transformer ya umeme. Mwingine kuanzia leo naitwa Kevo Van Okello bin Alan. Mwingine kuisha. Mwingine bara jipya town.
Mnasema watu wewe, mnasema naombeni wananchi sawa. Mnasema president Mr. President huyu anamappreciate rais wa klabu ya Yanga, na tunafahamu kwamba dili hili kwa asilimia kubwa ama kwa asilimia zote limekamilishwa na Engineer Hersi Said mara baada ya kwenda Uganda na kukutana na rais wa Vipers ana kwa ana na kuzungumza mambo mengi sana, lakini watu tukajiongeza tukajua hapa tayari imeisha hiyo. Kwa Engineer amekwenda kukamilisha usajili wa Alan Okello. Mnasema haya ni kalale, sasa kesho tunafungua shule. Mnasema hizi sifa sana. Mnasema Yanga tunaendelea kucheza hapa Tanzania au tunahamia ligi ya Hispania. Mnasema basi wamekwisha. Mnasema karibu sana Jangwani ni mnasema kwa 2026 hii ndio picha ya kwanza kuwatishia zaidi makolo. Mnasema tumbo sio tumbo, chango sio chango, Yanga mtatua na hizi raha. Mnasema nyie kama mimi ndo Simba sileti timu mwanjani. Mnasema imagine una Okello, una Dep, una Chikola, una Mwanengo, halafu una Mzize, Mixer, Dube na wanyongeza, halafu mtu analeta timu. Mnasema hii sio football tena, huu ni unyanyasaji. Yanga bwana, yani wachezaji wazuri mnachukua nyie tu. Jamani, mnasema kuna hao Simba sasa. Siwapatii picha. Mnasema mwaka umeanza vizuri. Mnasema aliyecha Dennis Nkane sawa. Mnasema mchakato wa sawa. Mnasema Star Boy, mnasema tabu ile ile. Mnasema last born wa Yanga huyu hapa mtu kazi. Mnasema hatimaye ndoto yako imetimia. Mnasema nyie muda mwingine mshirikishe ubongo mnaoanza wenzetu wanavyosajili, sasa endelee na utoto wa kusajili wachezaji Mbeya City, alafu mwisho msimu tuseme JSM anaharibu ligi. Mngesema msituharibie Mbappe, Jumatano anakuja Simba. Mngesema Okello na udogo wake ukute naye na utaka utamu wa mahi wetu. Mnasema punguzeni vitisho, hata mashabiki wa Simba ni binadamu, wana haki ya kuishi. Mnasema wamekwisha mwaka huu. Mnasema you are welcome Okello, choose a jersey number you want but not number 10. Huyu anasema kwamba achague jezi yoyote lakini sio jezi namba 10. Na moja kati ya jambo ambalo lipo kwa sasa tunasubiria kuliona ni Alan Okello ambaye ndani ya klabu ya Vipers alikuwa anavalia jezi nambari 10. Lakini anakuja Yanga hatujui atavalia na jezi nambari ngapi, ambapo jezi nambari 10 ndani ya klabu ya Yanga inavaliwa na Pacome Zouzoua. Kwa hiyo tutaona nini ambacho kitatokea. Alan Okello atapewa jezi nambari 10 au atapewa jezi nyingine? Ni moja kati ya jambo ambalo tunasubiri kuliona mara baada ya Alan Okello kutambulishwa ndani ya klabu ya Yanga. Mngesema pale Tanzania, mngesema sikia dogo noma sana. Mngesema kisa hii picha hadi nimesikia call mmoja anasema mwaka uishe tu. Mngesema Yanga sasa itatumaliza kwa raha hizi. Mngesema woyo. Mngesema naombeni wananchi tumuombee afya nzuri Engineer Hersi na Alikamwe hapa sawa. Mngesema ole wenu kesho asiche sawa. Bwana Alan Okello ametambulishwa tarehe 12 kwa maana ya saa 5 usiku. Yaani Yanga walitoa taarifa kwamba wanakwenda kutoa utambulisho saa 5 usiku. Na utambulisho huu ni pendekezo la rais wa klabu ya Yanga ambaye yeye aliandika hivi kabla ya utambulisho aliandika mapinduzi matakatifu. Tunafahamu tarehe 12 mwezi wa kwanza ni maadhimisho ya mapinduzi matakatifu ya Zanzibar. Alafu akaandika mapinduzi matakatifu ya Zanzibar yalifanyika siku kama ya leo mnamo mwaka 1964. Kusherehekea siku hii muhimu katika historia yetu, tunapaswa kuwapa zawadi wana mapinduzi. Alafu Alikamwe akamtaja Alikamwe akamwambia saa 5 kamili usiku huu. Kwa hiyo utambulisho wa Alan Okello ni mapendekezo ya Engineer Hersi ambaye aliandika kwamba maadhimisho ya mapinduzi matakatifu yanatakiwa pia ambatane na zawadi kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ndio utambulisho wa Alan Okello kufanyika majira ya saa 5 kamili usiku tarehe 12. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo bwana Alan Okello ametoa ndani ya klabu ya Yanga rasmi, na sasa tunakwenda kushuhudia majukumu yake mapya akiwa na klabu ya Yanga. Swali ni kwamba atang'ara kama ambavyo aling'ara ndani ya klabu ya Vipers, au linaweza likamkuta lile ambalo baada ya kung'ara na KCCA ya Uganda, baadaye akatibukia kule Paradu ya Algeria, mambo yakawa sio mambo.
akarejea akarudishwa KCCA kwa mkopo. Baada ya hapo akajiunga na Vipers ndio akaanza kung'aa. Je, inaweza ikawa ni vile ama moto unakwenda kuwaka? Moja kati ya swali ambalo tunasubiri kuliona.